Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Basi ni furaha yangu wewe unayenisikiliza, unayenitazama siku ya leo. Mungu akubariki. Basi nipende kuambia tu usitoke kwenye screen yako unaponitazama. Ipo alama ya kengele hapo, ukiangalia usisahau kuibonyeza, kwa sababu utakuwa umekuwa mmoja wa familia ya Gideon Online TV moja kwa moja. Vipindi vya neno la Mungu virushwa hapo, hutaangaika kutafuta, moja kwa moja vitakuja hapo kwenye screen yako kwa juu. Utakliki tu, utapata mahubiri mazuri, utapata mafundisho ya neno la Mungu, utapata mafunuo, utapata nini kinachojiri katika madhabahu ya Mlima Moria siku ya Jumapili. Pia usisahau pia kusubscribe, usisahau kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, usisahau kulike na pia usisahau kucomment kwa jinsi ulivyobarikiwa. Mimi ninakupenda sana mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, unayenitazama na unayenisikiliza. Pia kwa wale ambao wanaingia katika chaneli hii ya Gideon Online TV kwa mara ya kwanza, ni wageni kabisa ambao hawajawahi kutazama, walikuwa wanapita tu, lakini ghafla wakakutana na chaneli ya Gideon Online TV. Basi nipende kukuambia tu wewe ambaye umeingia kwa mara ya kwanza, iko pia alama ya kengele hapo, usisahau kuibonyeza. Utakapoibonyeza tu utakuwa umekuwa mmoja wa familia ya Gideon Online TV. Alafu pia kwa wale ambao hawajui madhabahu ya Mlima Moria inapatikana wapi, basi nipende kukuambia tu, kwa wewe unayetokea pale Moshi mjini, kwa wewe unayetokea Arusha, chua kituo kimoja cha mashine upande wa kushoto utaona bango kubwa lililoandikwa Mlima Moria Ministry na siku za huduma. Moja kwa moja litakupeleka mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani, wala hautachoka wala hautatoa jasho, kwa sababu ni karibu sana. Nipende kukaribisha, sikudanganya mtu labda ile ufike kwenye madhabahu ya Mlima Moria labda mpaka kushuka hapo kituo cha mashine mpaka upande haisi bajaji. Hapana, unatembea tu kidogo, hata kama umepaka makeup yako haitayeyuka, utafika vizuri kabisa. Basi mimi nipende kukaribisha, pia nisisahau kusema tena kwamba ninawapenda, karibuni sana. Pia nipende kuwakaribisha kwenye ibada ya Jumapili, ambapo kutakuwa na mafunzo la Mungu mazuri sana yenye ujumbe unaosema kwamba ulinzi wa Mungu. Wengi tumekuwa tukiishi, tukiamka asubuhi, tukaenda kwenye shughuli zetu, tukarudi, lakini hatujui kwamba ni nani anayetulinda. Ni Mungu anaachilia ulinzi juu yetu. Moja kwa moja tuende katika kile kitabu cha Kutoka, ule mlango wa 13 mstari wa 21. Ukisoma mlango mzima utaona ulinzi, utaona jinsi gani Mungu alivyokuwa akiwatangulia wana wa Israeli walipokuwa katika mikono ya Farao. Walipoachiliwa tu, Mungu aliachilia ulinzi juu yao isivyo kawaida. Walitembea miaka 40 jangwani, lakini cha kushangaza, Mungu aliachilia nguzo. Ile nguzo Biblia inaelezea kwamba ilikuwa ina mwanga, ilikuwa inawaongoza wanaenda wapi. Na hiyo nguzo ilikuwa ina ulinzi wa kimungu. Hakuna aliyekuwa anawagusa, hakuna aliyekuwa anawafuatilia. Ni Mungu alikuwa katikati yao. Basi nipende kukuambia tu kwamba ulinzi huu wa wana wa Israeli ambao Mungu aliwaachilia ni ulinzi utakaotembea kwa watoto wako, wale wanaoenda form 5 kesho kutwa, wanaenda mikoa mbalimbali. Basi ulinzi huu utatembea nao, wale wanaoingia wale wanaofungua shule pia kuanzia form 1 primary, pia Mungu anaachilia ulinzi juu yao. Tutaomba maombi mazuri sana, watalindwa waingiapo, watalindwa watokapo. Hakuna adui atakayepata nafasi wala kibali kwa ajili ya kuwadhuru watoto wetu, kwa sababu watoto ni taifa la kesho. Amina, mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV. Basi usisahau kwamba watoto wanahitaji ulinzi, biashara inahitaji ulinzi, kazi inahitaji ulinzi, ndoa inahitaji ulinzi. Mtu anaweza kujiuliza, ndoa inahitaji ulinzi? Ndoa inahitaji ulinzi ili adui asije akaingia akaharibu, kwa sababu neno la Mungu limesema ndoa iheshimiwe na watu wote. Basi
wale wanandoa, wale wanaingia kwenye ndoa, tutaomba ulinzi na Mungu atatubariki zaidi na zaidi. Pia tusisahau hata kwenye kazi zetu, kila sehemu, hata kwenye huduma, ulinzi wa kimungu unahitajika, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Usiposimama vizuri, adui atachukua huduma yako. Kwa hiyo inahitaji ulinzi wa kimungu uweze kutamalaki. Basi mimi napenda kukuambia kwamba ninakupenda na mtumishi wa Mungu anakupenda sana. Karibu hiyo siku ya Jumapili tarehe 28, tumuone Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Tunaona wenye shida mbalimbali wanafunguliwa. Tutoke katika shuhuda ya Jumapili, kuna yule mama alienda hospitali juzi akaambiwa kwamba anatakiwa afanyiwe operation ya kichwa. Lakini alipofika katika madhabahu hii, Mungu alienda kufuta ile operation. Yule mama leo hii ni mzima wa afya, anamtukuza Kristo. Basi nipende kuambia wewe unayeteseka na magonjwa, unayeteseka na changamoto mbalimbali, ipo suluhisho katika madhabahu ya Mlima Moria. Karibu sana na ninakupenda sana. Asante.